Hello and welcome. Najulikana kama the walking podcaster and nataka kuinvite to just 3 seconds of your thought. Just 3 seconds. Take a moment and think of someone like Maraga, former Chief Justice. Amedeclare publicly that anataka kusimama as a Kenyan president. Just take 3 seconds and think. Presidency yake inaweza kaaje? Because for me, that's a different trajectory of what we are used to. And I'm making this video because I have seen online most people wakiargue that he is too soft, ana hiyo inaitwa aura ama ni charisma, whatever the names zenye wase wanaweka, that he doesn't have the charm, the charisma to be president. And at some point I was bought, nilibuy hiyo thought. I was like, yeah, really, ile message yenye tuko as a country tuna need someone radical, someone straightforward. I don't have the word. Someone who is a bit stubborn, due to lack of a better word. But nikikuwa in a silent mood nikatulia tu kureflect, nikasema tunajaribu kucompare hii kitu on whose basis, standards zetu ni gani? Tunaangalia standards za president tukitumia nani? Because hakuna mtu ameset a good example tukasema okay, watu wenye wako aggressive ndio wamemanage ku run country yetu fit. So tunatumia program yenye tushaekewa kwa kichwa, chaos zenye program zenye tumesetiwa na wase wako kwa politics, like wamezoea vita, mauaji, corruption, hizo vitu zote. Hiyo sasa ndio sisi tunapima kama qualification. Hatutaki mse quiet, mse straightforward, mse anafuata sheria. Unajua nani hajaikuwa in the only time maybe alikuwa on the highest point ya kuset a serious decision, I think ilikuwa 2017 vile alisema tufanye election ya presidency, and that was one of the things yenye jai happen. Hata si Kenya tu, Afrika mzima hakuna mse ashai election yenye isha happen na mse akakuwa declared winner. Ilikuwa historical, and for me that's the biggest qualification any Kenyan anaweza pata as far as integrity is concerned. But if kama tunatafuta yenyewe wase wanapenda chaos, basi tuko na options. But kweli tunaweza kuwa tunaruka from a burning fire to wherever, hiyo vile wanasemanga. So tunaweza kuwa tunataka tunaimba one term, tunasema Ruto must go, only for us kupiga roundabout tena kuingiza another mse tena tuendelee na hizo hashtag, makarau waendelee na hizo vitu wanafanya, because Ruto na unye kuna ka difference kadogo tu. Ikikuja ni police kudedisha wase, it's not a new thing. Maybe sasa hii imekuwa more televised, but it's not a new thing. So you see, so tunaweza kuwa tulikuwa tunaimba unye atoke, so tunampunish kwa kuweka another guy who is Ruto now, just for us again to sing one time ama Ruto must go. So if we make the same blunder, kurudia kutafuta another chaotic guy, ndio anaweza, you get my point, unanipata? So I want us to take a moment and analyze someone like Maraga ama Okiya Omtata, wase wenye hawana kitu something that I call political bondage. And political bondage inaletwa na hizo madeni za politics zenye msana huwa anagather akitry kwa president. Mtu kama Ruto unachekinga kuna psychophants wenye wana kiss us 24/7. Those people, they do that because wanangoja kupewa positions za CS ama PS ama whatever. They do that because of this, and hiyo ni political bondage ama hizo alliances zenye mtu ana make from Mudavadi. Like Mudavadi ana hold a seat
that is unconstitutional just because alileta some percentage of Luya vote to Ruto. So Ruto felt like, not felt, it's almost like a must. Mudavadi must be in the government, hata kama ni kumcreatea kitu hata exist. Get my point? So if Kenyans wanaweza kaa tu hivi wajite mkutano, sisi wote tuseme to hell with hizi kelele zote, to hell with corruption, to hell with hizo nonsense zote, let's put someone new, let's take a total different direction towards maybe Maraga. I'm not campaigning for Maraga, I'm just giving out my thoughts. Let's go different direction, let's get in someone mwenye anakuja as a person. I'm coming as me, not as tribe X, not as sisi tumeshikana mkono na, get my point, unanipata? Anakuja mimi kama mimi, I am willing, I think I know what is the problem, I think I can solve the problem. And Kenyan problems ni unaweza zihesabu hivi kwa mkono. The major one ni kufuata constitution. Wase wenye wanaingia kwa power huwa wakiekelea hiyo sword chini hivi na hizo na Biblia na hizo Korani wanainuanga na hiyo constitution, sasa wanaunda yao, yeah, sasa wanaanza kuact upon their wishes, whatever their desires. Hawafuati constitution. If we get someone inside anaweza fuata constitution, everything will flow by constitution. Unajua constitution ikifuatwa inasemaje? Msio ukishikwa na any problem kama ni corruption, you face the nini. In an ideal Kenya, this is what should happen, but does it happen? I don't think so. It doesn't. Me and you, know, it doesn't. Muizi hata ndiye anaenda tena, ndiye anapewa hata audience aongee zaidi, ndiye anaongea kila mahali, ndio wana donate do kwa church, you get, because from the top down hakuna mtu anafuata constitution, right? So back to my point on political bondage. If you get someone kama Ruto campaign, ameunda so much alliance, ameshikana na watu fulani, ameumba hata madeni probably South Sudan, campaign nazo, because the campaigning is expensive, because you have to convince people don't vote juu ya mapenzi kwanza, you know, lazima u radicalize mind. Unajua sasa hiyo time Kenya ijafikia point kama sahi. I'm not sure tumefika hapo, but I hope tuko hapo kufika, like we need change where you don't need, Maraga doesn't need to be in every village to go around every fucking house kuambia wase nataka kuwa president. It should just take minimal marketing, if I can use that, na wase washasema okay, let's waja tuende hii direction. Get my point? So before Ruto akwe president, ashakuwa na hiyo ubeshte na watu, na hiyo ubeshte ni madeni, ashaunda madeni left right and center, ameunda madeni hadi hizi ni conspiracy theories zangu, but I feel like alikuwa anaunda madeni hadi UAE. Ukiona bado anaallow wase kawa South Sudan, ama anapea mtu kaa Adani hiyo deal, as much as tulikuwa tunapiga hiyo kelele yote, I don't think it's just started that time. It probably is something ili unaweza back wherever to before hata kwa president. Maybe there was those kind of, it's just my theory, there was those meetings like yo, nipige hapo do fulani, nataka kurun up and down hapa, ni try kwa president, but ile siku nitaingia kuna lazima ndakupa deal. It's the same with maybe au jamaa wa South Sudan, even locally kuna wale wasoko na kitu, unawaambia cheki nipige ka kitu, nataka kupiga campaign, ile time nitaingia, utapata deals. So someone like Maraga, if Kenyans truly want change na wanataka kuangalia different direction, they just take the turn. Yo Yano, ndio natoka, ndio na shoot vitu zangu hapo. Bado yes, acheki. If they take this different direction, then inamaanisha doesn't have to kufanya hizo madeni zote. Una come out clearly, unasema I want this, una set standards zako, una set your will, your wish, pap, watu wanakuingiza. Watu wakikuingiza, then you have to work for people, right?
this one is equals to this one. Unajua, if people, watu wakikuingiza kwa power na una hizo madeni za alliances, imagine if Maraga watu wakiamua tu waingie 2027 waamke wamvotie, hana anyone to please apart from the Kenyans, right? That's my thinking. Hana anyone to kwa answerable to, like, yo I put you there, you know. He just, kazi yake itakuwa tu kazi moja, kufanya job, kufanyia Wakenya job. But see, when ukifanya hizi madeni na watu kama Wamnyoro, the moment wameingia kwa power, Wamnyoro ashaanza kusema mimi nimekuingiza kwa hii kiti nipe sijui 10 million, of which hizo ni stories zenye siwezi prove. But you see, hizo frictions zinaanza because people that watu wenye wako hapo wanakukaribia, wanakusaidia, wana expect something in return once you are in power, and that's not a new thing. And I think that's something yenye tunafaa to talk as a country to run away from this. Okay, yeah. And man, I don't know, I feel like ukiwa Mtata and Maraga, these are the kind of people that should have the presidency. Let's try to go a total different direction, tuone tu hiyo side ingine iko aje, because we have tried these criminals, the goons, and tumeona matokeo. So let's look the other side, let's look to the east.